Karibu sana ndugu mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza katika channel hii, usisahau kusubscribe katika channel hii, kushare video hii wengine wakapate kujengwa. Haleluya. Okay, leo tunaenda kuangalia kuhusu majivu. Majivu ninaozungumzia hapa haswa yale ya kuni. Yaani umetumia kuni zako ukapata majivu. Haya ndio yanakuwa na matokeo makubwa. Sasa katika nchi zingine waga wanauziwa majivu kama hivyo, yanauzwa kabisa. Kwa sababu wamegundua ipo siri, yapo matumizi katika haya majivu. Sasa kama tunaona vile vile Bwana Yesu Kristo alitumia majivu katika kupambana na Farao. Ile ilikuwa inatuonyesha kwamba majivu yanaweza kutumika katika kazi mbalimbali. Sasa ya kwanza katika mambo ya bustani. Kama umepanda bustani yako, majivu yanasaidia kurutubisha udongo, yengine yanatumika kama mbolea, inafukuza wadudu, kwa hiyo mazao yako hayatakuwa yanaharibiwa. Vile vile majivu yanatumika katika nyumba kukata harufu, unakuta harufu katika choo, harufu zile mbalimbali ambazo zinasababisha hata mtu usikae kwa furaha. Hii majivu yanasaidia. Vile vile majivu yanasaidia kung'arisha vyombo, kung'arisha vioo vile vya madirisha, vinakuwa vinang'aa kabisa bila shida yoyote. Pia katika ufugaji majivu yanatumika kuondoa harufu. Unakuta unapofuga aidha ni kuku au wanyama mbalimbali, kuna kuwaga na yale mavi. Sasa kile kinyesi kinatoaga harufu kali sana. Kwa mfano unaofuga ng'ombe, mbuzi wananielewa, au hata kuku. Kwa hiyo haya majivu yanasaidia kukata ile harufu. Haleluya. Vile vile kufukuza wadudu wale wanaonyemelea wanaosumbua hivyo. Haleluya. Kwa hiyo unapotumia kuni hizi katika upishi wako, usitupe yale majivu. Nchi zingine wanafanya hii kama biashara ya kuuza majivu, lakini wengi wetu tunaonaga kwamba tu ni ya kwenda kutupa jalalani, hayana kazi yoyote, na tunaanza kutafuta sasa vitendea kazi vingine, tunatoa hela, kumbe tunalo suluhisho nyumbani. Kwa leo tutaishia hapa. Endelea kufuatilia channel hii, utajifunza mengi ambayo yatakusaidia katika maisha haya sawa sawa na vile Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Amen.